wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Kwa Kristo ni Masihi, Yesu ni Masihi, lakini huyu ni mpakwa mafuta ambaye tunasema Christ ni Masihi, ni mpakwa mafuta. Unaposoma Isaya 61 mstari wa kwanza, Isaya 61 mstari wa kwanza, mahali hapa panasomeka: Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Kwa Yesu Kristo ni mpakwa mafuta ambaye ametumwa kwa ajili ya kuondoa shida za watu. Leo ni tunaadhimisha kuzaliwa kwake. Kwa yuko tayari kutoa vifungo vyote ambavyo vinakukabili kwa maisha yako. Hiyo ni changamoto za uchumi, hiyo ni changamoto za maisha, hiyo ni changamoto ya chochote kile. Yesu yuko tayari kwa ajili ya kufungua katika changamoto ya kwako. Haleluya! Hivyo Kristo humaanisha Yesu Masihi, mwana wa Mungu. Neno la pili ambalo linaitwa Mass linamaanisha ni ibada au misa. Ibada au misa linatokana na neno la Kilatini misa, ambalo neno hili humaanisha ibada ya kutawanywa au kutumwa. Kumbuka Yesu ikiwa mbinguni, Mungu anasema ni mtume nani atakaye kwenda. Dunia ikanyamaza kimya, mbinguni ukanyamaza kimya. Akatokea mwanaume mmoja tu akasema, mtume mimi Bwana, niko hapa, nitume mimi. Haleluya! Kwa ni kutumwa. Misa ni kutumwa. Katika kanisa la mwanzo, misa ilikuwa ni ibada ya shukurani, maombi na ushirika, kushirikiana. Krismasi ya leo inahitaji ushirikiano, inahitaji upendo. Krismasi ya zamani imepoa tofauti na sasa. Ya saizi inakwenda kidigitali. Wanasema wengine jenzi kama tunavyoona, ambao hawaogopi chochote vijana, sio nani. Lakini Krismasi ya zamani ilikuwa na upendo. Wapo kina Kabuji hapo wanafahamu, wapo wakina mama hapo wanafahamu. Krismasi ile mtu anapika mchele kule, anapika wali, anapeleka mchele kwa yule anayepika wali, anamrudishia wali. Huyu mtu mtau anachinja ng'ombe, anagawa kijiji kizima. Leo ipo kila mtu ajifungie. Watoto wajiona kipiga hodi, wapi hawapo. Na tunasikia ndani vinanukia. Kwa Krismasi nyingi zimepoa siku hizi, hazina upendo. Watu wamejipenda wao binafsi, wameacha kuwapenda wengine wenye mahitaji, hata kama hawana mahitaji. Nakumbuka bibi yangu, tukiwa kwenye Krismasi kama hizi, kukicha anaamka mtanzo, anatembea, analinga sana kudunza mwenzo. Anatembea sana, najidai bure. Mungu amenifikisha Krismasi ya leo, najidai bure. Chakula ndani hamna. Lakini watu wa zamani wakiwa hawana kitu, walikuwa wanajitahidi. Amenoka ndonya kamoja kale, amebangaiza, amenoka saba kule sio nini, asubuhi Krismasi uje kula. Na akipika, anaenda kugawa, anagawa. Leo watu wanaona magunia wamepunga ndani, hawagawi. Haleluya! Haleluya! Kwa misa hii, Krismasi hii ni ibada ya shukrani na maombi na ushirika kwa watu wote wa dini yako na wasio wa dini ya kwako. Kwa kama umeandaa huko au hukujipanga, una fedha, kanota kreti, peleke jirani. Huo ndio upendo wa Krismasi hii. Huo upendo huo utaokoa na wengine. Na mimi ngoja nijipange, jamaa msamee mwakani, mimi nitakuwa nagawa mchele hapa bure. Yaani kama jana lazima niandae. Wakulima si wapo wamepunga. Taambia niko boleni hapa gunia 3 mimi ndaziweka. Ni kugawa tu watu wale. Huo ndio upendo naotaka. Sio upendo wa mdomoni, sisi umoja wa ndugu tunapendana. Tunachukiana wenyewe kwa wenyewe. Ushindwe na kulegea kwa jina la Yesu.